Paula, nadhani umeanza kusikia mambo ambayo hukupaswa kusikia bado. Nilipogeuka nyuma yangu polepole, nilihisi moyo wangu ukianza kupiga kwa nguvu sana, kwa sababu mtu aliyekuwa amesimama pale nyuma yangu alikuwa Gilbert, dereva wa CEO Twaribu. Alikuwa amesimama kimya, mikono yake ikiwa imekunjwa kidogo mbele yake, na macho yake yalikuwa yananitazama moja kwa moja. Kwa sekunde chache nilishindwa hata kusema kitu. Akili yangu ilianza kukimbia haraka. Gilbert, kwa nini alikuwa hapa? Na kwa nini ujumbe ule ulinifanya nigeuke na kumkuta yeye? Mzee Komba aliyekuwa pembeni yangu alimtazama Gilbert kwa makini. Kulikuwa na ukimya mzito kati yao kwa sekunde kadhaa. Alafu Mzee Komba akasema kwa sauti ya chini, "Nilijua utakuja." Maneno yale yalinifanya nigeuke haraka kumtazama. "Unamjua?" Niliuliza kwa mshangao. Gilbert hakujibu mara moja. Alitembea hatua chache, akaja karibu nasi. Uso wake ulikuwa umetulia, lakini macho yake yalikuwa yanaonekana kama mtu anayeficha kitu kikubwa. "Paula," alisema kwa sauti tulivu, "unapaswa kurudi bwenini sasa." Nilishtuka kidogo. "Kwa nini?" Lakini kabla hajajibu, Mzee Komba alicheka kidogo kwa sauti ya chini. "Kama kawaida yako, bado unajaribu kumlinda." Gilbert alimwangalia Mzee Komba kwa macho makali kidogo. "Mambo haya hayamhusu." Nilihisi kichwa changu kinazidi kuchanganyikiwa. "Ni mambo gani?" Niliuliza haraka, lakini hakuna aliyenijibu. Mzee Komba alinitazama polepole. "Paula," alisema kwa sauti tulivu, "baba yako alikuwa mtu mzuri sana." Maneno yale yalifanya moyo wangu uanze kupiga haraka tena. Ndiyo maana ukweli kuhusu kifo chake umefichwa kwa miaka yote. Nilimwangalia kwa mshangao, lakini kabla hajaendelea kusema, simu yangu ilitetemeka tena. Nilitoa haraka. Ujumbe mpya ulikuwa umeingia. Nilipousoma, nilihisi mwili wangu wote ukipata baridi. Ujumbe ule ulisema, "Usisikilize mtu yeyote kati yao." Nilinyanyua macho yangu polepole nikimtazama Mzee Komba, alafu nikamgeukia Gilbert. Wote wawili walikuwa wananitazama, kana kwamba kila mmoja alikuwa anasubiri nijue upande gani nitaamini. Nilihisi kama nimekwama katikati ya mchezo mkubwa ambao sikuwahi kuelewa. Nilipokuwa karibu kusema kitu, ghafla sauti ya injini ya gari ilisimama karibu yetu. Tuligeuka wote kuangalia barabarani. Gari jingine jeusi lilikuwa limefika karibu na geti la shule. Mlango wa gari ukafunguka polepole. Mtu mmoja akashuka. Nilipomtazama vizuri, moyo wangu uliruka, kwa sababu mtu aliyeshuka kwenye lile gari alikuwa CEO Twaribu mwenyewe. Lakini kilichonishtua zaidi siyo yeye kufika pale. Kilichonishtua ni namna alivyonitazama. Macho yake yalikuwa mazito kuliko nilivyowahi kuyaona. Kisha akasema kwa sauti tulivu lakini nzito, "Paula, nadhani umeanza kusikia mambo ambayo hukupaswa kusikia bado." Maneno yale yalifanya hewa ionekane nzito ghafla. Mzee Komba alitikisa kichwa polepole. "Ukweli hauwezi kufichwa milele, Twaribu." Twaribu alimwangalia kwa sekunde chache, alafu akasema kwa sauti ya chini, "Na wewe unajua vizuri sana nini kitatokea kama ukweli huo ukitoka." Nilihisi kama dunia yangu imeanza kuzunguka polepole, kwa sababu sasa ilikuwa wazi. Watu hawa wote walikuwa wanajua kitu kikubwa, kitu ambacho mimi peke yangu sikukijua. Nilipoangalia simu yangu tena, ujumbe mwingine uliingia. Nilipousoma, pumzi yangu ilikatika. Ujumbe ule ulisema, "Ukweli wote uko kwenye begi la baba yako." Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakisimama kwa sekunde chache, kwa sababu begi lile lilikuwa bado nyumbani kwetu tangu siku baba yangu alipofariki. Swali lilikuwa moja tu sasa, ni nini kilikuwa kimefichwa ndani yake? Itaendelea.